Umewahi kuona kabla ya mabadiliko makubwa kuja, kuna utulivu fulani huanza moyoni? Uliomba, ulilia, ulifunga, ulitoa sadaka, ulisubiri. Na ghafla, hata kama mambo ya nje hayajabadilika bado, ndani yako kuna kitu hakijakwama tena. Kuna jambo watu wengi hawajui. Mara nyingi, kabla Mungu hajabadilisha hali yako, hubadilisha moyo wako kwanza. Mwisho wa kuchelewa hauanzi nje yako, huanza ndani yako. Karibu tena kwenye Elroy Rema Channel. Basi, unawezaje kujua msimu wako wa kusubiri unakaribia kuisha? 1. Unapata amani hata bila majibu. Zamani ulihitaji maelezo. Sasa una utulivu. Hupaniki tena. Unamwamini Mungu. Kama neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Isaya 26:3, Mungu humlinda katika amani kamili yule anayemtegemea. Mara nyingi, amani ndiyo ishara ya kwanza kwamba mbinguni tayari kuna jambo limeanza kusogea. 2. Mambo yaliyokuwa yanakuumiza hayakutawali tena. Umeacha kujilinganisha. Umeacha kufuatilia kuthibitishwa na watu. Umeacha kulazimisha milango ifunguke. Biblia inatuambia katika Zaburi 37:7, tulia mbele za Bwana na umgoje kwa saburi. Uponyaji huja kwanza, kisha milango hufunguka. 3. Unaona msukumo wa kujiandaa. Ghafla unataka kupanga maisha yako. Unataka kujifunza. Unaomba kwa namna tofauti. Hutikiki tu hali, unaanza kujiandaa. Kama inavyosema katika Isaya 43, mtengenezeni Bwana njia. Maandalizi ndiyo lugha ya ukaribu wa baraka. 4. Milango ya zamani inafungwa bila maumivu. Kuna mambo yanaisha, lakini moyo wako hauvunjiki tena. Watu wanaondoka, lakini hujihisi tupu. Unaanza kuelewa, si kila mlango uliofungwa ni kukataliwa. Kama neno la Mungu linavyosema katika Ufunuo 3:8, Mungu akifungua mlango, hakuna awezaye kuufunga. Wakati mwingine, Mungu hufunga mlango ili akuongoze kwenye sahihi. 5. Imani inakuwa ya kawaida. Hujaribu tena kuamini, unaamini tu. Hofu imepungua, tumaini limeongezeka, kwa sababu kusubiri kumekujenga. Biblia inatukumbusha katika Isaya 40:31, wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kusubiri hakukukwaza, kilikujenga. Hitimisho. Huenda bado hakuna kilichobadilika nje yako, lakini kuna kilichobadilika ndani yako. Na mara nyingi, Mungu akimaliza kazi ndani yako, ndipo huanza kazi kupitia wewe. Kuchelewa hakukuwa muda uliopotea, kilikuwa maandalizi. Hadithi yako haikusimama, ilikuwa inaandikwa. Kuchelewa haikuwa kukataliwa. Kama mfululizo huu umekubariki, like video hii na subscribe kwenye channel. Na kumbuka, Mungu hakuwahi kuchelewa, alikuwa anakutayarisha.